Okay, hii hapa nyingine tena. Movie inaanza, kuna dada anaitwa Genevieve. Yuko busy anafanya mazoezi. Huyu kazi yake yeye ni modo. Genevieve ameolewa na muda sio mrefu mume wake anakuja mbio, huku anamuita Genevieve kwa hasira. Mkononi ameshikilia dawa za uzazi wa mpango. Jamaa akaanza kuuliza inakuwaje mke wa mtu unakuwa na dawa za uzazi wa mpango? Mrembo akasema hayuko tayari kubeba ujauzito au kuwa na watoto kwa sasa hivi. Na hiyo ni kwa sababu kwa kazi yake muonekano ni wa muhimu sana. Kwa hiyo hawezi kuhatarisha kazi yake kwa ajili ya watoto. Mwamba akasema kwani ukujua kwamba kuna kuzaa ulivyoolewa? Lakini Genevieve akashikilia msimamo wake ule ule, hataki kuwa na watoto. Huyu mwamba anaitwa Chizaram, ila sisi tutamuita Chiza. Sasa wakati huku Genevieve yeye anasema hataki watoto, upande huu kuna mwanamke mwingine yuko anaomboleza. Sababu ya kuomboleza ni kwa sababu amefiwa na mtoto wake akiwa bado mdogo sana. Jina lake anaitwa Ekanem. Anachukua taulo anaanza kulibembeleza kama mtoto huku anaongea peke yake. Maombolezo yalikuwa mengi sana. Sasa usijali, nitakueleza ni namna gani alifiwa na mtoto wake. Turudi kwa bwana Chiza. Upande huu Chiza alikuwa amekutana na rafiki yake ambaye anaitwa Kene. Walikuwa zao chimbo wanachoma moja moto moja baridi. Chiza alikuwa analalamika kwamba yeye anataka watoto wakati mke wake hataki kuzaa. Na hiyo yote ni kwa sababu tu mke wake ni modo, hataki kuharibu shape lake. Yaani shape kwake ni muhimu kuliko familia. Ken akamwambia rafiki yake kwamba kwani ulikuwa hujui ulivyomuoa? Mwamba akasema alifikiri mambo yatabadilika, lakini kwa sababu hayajabadilika kwa namna yoyote, lazima huyu mwanamke amzalie watoto. Siku iliyofuata Chiza alikuwa bado kitandani amelala. Genevieve akaja akamwamsha. Akaanza kumuomba msamaha kwa jinsi alivyoongea naye jana. Akaanza kujielezea kwamba kwa sasa hivi hawezi kubeba ujauzito kwa sababu kazini kwake mambo ndio yameshika kasi sasa hivi. Na akiyakatisha tu, inawezekana asiweze tena kufika kwenye kiwango hicho. Chiza akasema unajua mimi ni yatima na ulijua nataka familia. Kwa nini kuniambia mapema? Haya, unataka nisubiri paka lini? Genevieve akasema miaka mitatu. Miaka mitatu? Ndani ya miaka mitatu nitakuwa na miaka 40 mimi. Genevieve akasema usijali, kwanza maisha yanaanzaga ukiwa na miaka 40. Fiskali haijali kitu. Ekanem ana rafiki yake ambaye anaitwa Karen. Wanaishi nyumba moja. Leo asubuhi Karen akaanza kumuuliza rafiki yake, "Vipi? Mbona haujajiandaa kwenda kazini? Likizo si imeisha?" Ekanem akasema kwamba inawezekana asirudi kwa kazini kwa sababu hajisikii kabisa kutoka nyumbani. Karen akamwambia kwamba najua unaumia, lakini ukiendelea kukaa nyumbani haimaanishi kwamba mtoto ndo atarudi. Ekanem alikuwa anajilaumu kwamba chanzo cha kifo cha mtoto wake ni makosa yake mwenyewe. Kama angekuwa makini kidogo tu, basi inawezekana angekizuia. Upande huu Chiza na mke wake waliendelea kukiwasha kama kawaida, ili ni kuenjoy maisha tu. Siku iliyofuata asubuhi, Genevieve akaanza kuzitafuta zile dawa zake za uzazi wa mpango lakini hazioni. Alitafuta kila kona lakini hakuna kitu. Ikabidi amwamshe mume wake. "Haya, dawa zangu ziko wapi?" Mwamba akasema dawa nimemwaga chooni. "Huwezi kuninyima mimi watoto makusudi wewe." Genevieve aliwaka akawa mwekundu. "Unataka kuniharibia maisha yangu wewe? Unataka niwe na shape la ovyo ovyo? Yaani mambo yangu yakiharibika nitakunyoosha." Genevieve alikuwa anampiga biti mume wake. Okay, hii ni movie recap kutoka The Scenes. Mimi ni Sam Rusasa. Kama bado hujasubscribe, gusa subscribe button, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili movie kali kama hizi zikufikie kwa wakati. Twenzetu. Chiza akajiandaa aende kazini, lakini Genevieve alikuwa na hasira kiasi kwamba hata kuguswa hataki. Jamaa akaamua kuondoka, lakini muda sio mrefu akarudi mbio. Akamuuliza mke wake, "Mbona mlango umefungwa na funguo sizioni?" Genevieve akasema, "Mimi sijui, angalia mwenyewe." Mjomba akajua hapa anachezewa mchezo. Akamwambia, "Nina kikao cha muhimu sana ambacho nikikosa nitapoteza hela nyingi." Kwa hiyo unataka unilibie mimi kazi yangu lakini yako hautaki iharibike." Chiza hakuwa na masiara. Ilibidi ampigie simu fundi aje avunje mlango. Muda wote Genevieve wala hakuwa na wasiwasi. Fundi alivyofika kabla hajavunja mlango, Genevieve ndo akautoa ufunguo. Yaani humu ndani ni mwendo wa drama. Upande huu Ekanem yeye aliendelea kuomboleza tu. Leo alikuwa anakumbuka siku ambayo alimletea taarifa mchumba wake kwamba yeye ni mjamzito. Jamaa alifurahi sana kiasi kwamba siku hiyo hiyo akamvalisha pete ya uchumba. Lakini sasa hivi mtoto hayupo wala mchumba hayupo. Kwa hiyo yeye ni machozi muda wote. Sasa Mungu sio tundulisu. Siku sio nyingi Genevieve akapata ujauzito. Ilikuwa ni furaha sana kwa Chiza. Hakuona tabu kumhudumia mke wake. Shida ni kwamba Genevieve alikuwa hajali chochote. Siku iliyofuata Mwamba akamkuta mke wake anakunywa pombe kali. Chiza akamnyang'anya. "Una matatizo gani wewe?" Genevieve akasema asimuingilie. Kwanza ameshaongea na daktari na ameamua kuporomosha huo mzigo. Hana mpango kuzaa. Chiza akamwambia, "Subutu, chochote kibaya kikimkuta mwanangu, basi ujue nitakuharibu." Chiza alikuwa serious sana kwenye hili. Genevieve na hasira zake kaishia kutupa mito tu. Sasa baada ya maombolezo yake kupungua, Ekanem alirudi kazini.
lakini utendaji kazi wake ulikuwa mbovu sana kwa sababu muda mwingi alikuwa na mawazo. Bosi wake akamwambia, ukiendelea kuwa hivi itabidi tukupumzishe moja kwa moja. Mtoto wa watu akasema atajirekebisha, lakini kwa bahati mbaya mambo hayakubadilika. Ekenem alisimamishwa kazi, na hiyo ni kwa sababu ya utendaji mbovu, lakini wala hakujali. Akawa anashinda nyumbani amelala na mawazo yake mengi. Upande huu miezi iliendelea na tumbo la Genevieve lilizidi kukua. Basi alikuwa anaona tabu sana, yaani ni kama ameharibiwa maisha vile. Miezi 9 ilifika chap kwa haraka, na leo usiku akiwa amelala, Genevieve akaanza kuumwa na uchungu. Mwamba ikabidi amchukue haraka akampeleka hospitali, na kwa bahati nzuri akajifungua mtoto wa kike. Mtoto wakamuita Anastasia. Shida nyingine ikaanza. Genevieve alikuwa hataki kunyonyesha mtoto, anataka ampe maziwa ya kwenye chupa. Chiza akasema, mtoto wangu mimi hawezi kunyonya maziwa ya viwandani wakati mama yake yupo. Genevieve naye alikuwa mkali. Unajua nikinyonyesha mwili wangu utaharibika kiasi gani? Siko tayari kuharibu kazi yangu kwa ajili tu ya mtoto. Ulijua sitaki watoto ukanilazimisha. Mtoto nimeshakupa, hayo mengine usinisumbue. Genevieve anajali muonekano wake kuliko familia yake. Leo jioni Genevieve akiwa nakula na mume wake akamwambia kwamba ndani ya siku 3 zijazo atasafiri kwenda Paris, Ufaransa, na atakaa huko kwa wiki 6. Anaenda kwenye maonyesho ya wiki ya fashion. Chiza alishtuka, akamwambia hiyo ni mapema sana. Unawezaje kumwacha mtoto wako akiwa mdogo? Hana hata miezi 6 hapo walipo. Genevieve akasema hawezi kuahirisha. Hii ni nafasi muhimu sana kwa kazi yake ya mitindo, kwa hiyo lazima aende. Kweli ndani ya siku 3 Genevieve akaondoka zake. Chiza akabaki na mtoto. Mambo hayakuwa rahisi kabisa, na hiyo ni kwa sababu alikuwa hajawahi kabisa kulea mtoto. Sasa upande huu, kwa sababu Ekenem alikuwa hana kazi, kiuchumi alishuka kidogo. Leo aliamua kuja kwa yule bosi wake aume mshahara wake ambao ulikuwa umebakia. Mshu akamwambia, hauna haja ya kuwa na shida na hela. Haya mambo yanazungumzika mtoto. Wewe ukikubali kuwa na mimi, shida zako zote zinakuwa za kwangu. Genevieve akaamua kukaza, akaondoka zake. Mzee akasema, unajifanya mgumu, basi ndio umefukuzwa kazi jumla. Maana yake Ekenem alikuwa na kibarua cha kutafuta kazi nyingine. Sasa huku nako Chiza alikuwa na wakati mgumu sana. Kuna wakati ilibidi afanyie kazi akiwa nyumbani ili aendelee kumwangalia mtoto, lakini mtoto naye hana dogo, muda wote analia. Kwa hiyo Mwamba inabidi aache kazi abembeleze mtoto. Akaona hii haitawezekana, inabidi atafute mwanamke ambaye atamsaidia kulea mtoto. Sasa upande huu Ekenem alikuwa anaendelea kurekebisha CV yake ili atafute kazi nyingine. Leo Karen ambaye ni rafiki yake akaja akamwambia amempatia kazi nyingine, na kazi yenyewe ni kuwa mwanamke wa kulea mtoto. Maana yake nani? Ekenem akasema yeye amesoma sana, kwa nini aende akafanya kazi kama mtu kulea mtoto wa mtu? Lakini Karen akamwambia kwamba hiyo itakufaa kwa sasa hivi. Ekenem akakubali. Sasa kumbe alikuwa anakuja kufanya kazi nyumbani kwa Chiza, maana yake kumlea Anastasia, na moja kwa moja kaanza kazi. Siku hiyo Ekenem alivyorudi nyumbani alikuja kumlaumu rafiki yake. Akamwambia, mbona hukuniambia kwamba yule mtoto ni mdogo? Yaani analingana kila kitu na mtoto wangu aliyefariki. Huoni kama unanikumbusha machungu? Karen akamwambia kwamba hii ndio itakusaidia kukubaliana na hali kwamba mtoto hayupo tena. Manake Karen alimtafutia hii kazi makusudi kabisa ili mradi tu apunguze machungu. Ekenem alikuwa anampenda sana Anastasia, akawa anamlea kama wa kwake vile. Muda wote anambembeleza, anamwimbia nyimbo, mara nyingine anamuongelesha. Chiza alikuwa anasikilizia mlangoni, akasema hata kama ni kazi huyu anajituma sana bwana. Basi wiki 6 zilikatika haraka sana. Genevieve akamalizana na mambo yake ya fashion akarudi nyumbani. Alipofika tu akauliza, huyu naye nani? Chiza akamwambia huyu ni Ekenem, anatusaidia kulea mtoto. Ekenem akamwambia una mtoto mzuri sana, lakini Genevieve wala hakujali. Akaenda zake chumbani akawa busy kwenye simu yake. Chiza ilibidi aulize, yaani umekaa wiki 6 haujamuona mtoto wako, lakini umefika wala hujaenda kumwangalia? Kwani si kuna mtu anamwangalia? Ni lazima mimi niende? Genevieve alikuwa hajali chochote. Sasa Genevieve alikuwa amekaa zake sebreni anaangalia TV. Mtoto alikuwa analia sana chumbani, lakini Piskali wala hakujitingisha. Akaanza kumuita Ekenem, hivi wewe ni kiziwi? Hausikia hayo makelele huko ndani? Au nahisi ni ya mapiano? Ekenem akasema alikuwa jikoni anapika. Kwa nini yeye asienda kaangalia mtoto wake? Hivi wewe unajua na kulipa mshahara hapa? Haya, changanya hiyo miguu haraka kwa mwangalia huyo mtoto. Genevieve hakutaka kabisa kujishughulisha na mtoto wake. Ekenem alikuwa nakasirika sana. Alivyorudi nyumbani akamwambia rafiki yake kwamba ipo siku atamnyofoa zile nywele Genevieve. Ini sijui mwanamke gani hataki kujishughulisha na mtoto wake. Ekenem hakutaka kabisa kuwa mbali na yule mtoto. Kuna wakati alikuwa anafanya kazi zingine kama kufanya usafi akiwa amembeba, ili mradi tu awe naye muda wote. Wakati huo Genevieve alikuwa busy kujisnap na kuangalia uzito wa mzigo pale nyuma. Leo Ekenem alikuwa anapiga deki, lakini kabla hajamaliza akatoka kaenda jikoni. Muda huo huo Genevieve akatoka chumbani anashuka ngazi. Sasa kwa sababu ya yale maji, sakafu ilikuwa inateleza. Kwa hiyo Genevieve akateleza akaanguka. Hasira zilimuwaka pale akawa mbogo. Akamuita Ekenem haraka sana. Kabla hatajisema chochote, Ekenem alichezea kitasa.
unataka kunivunja kiuno wewe? Kama kazi imekushinda useme. Ekenem naye aliwaka, akamwambia siku nyingine ukijaribu kunigusa utanijua mimi ni nani. Genevieve akaona amepandwa kichwani. Muda huo akamtimua, akamwambia kazi imeishia hapa. Chiza alikuja kuuliza kwamba imekuwaje ukamfukuza Ekenem. Alikuwa amenizoea sana. Na sitaki mtu ananizoea nyumbani kwangu. Ninaweza kumfukuza mtu yoyote muda wowote. Haya, tayari umeshamfukuza. Mtoto wako analia sasa, nenda kamwangalie. Lakini Genevieve haelewi. Anachokijua yeye ni simu na remote. Basi, siku iliyofuata Genevieve akamwambia mume wake kwamba anasafiri kwenda Johannesburg, South Africa. Kuna maonyesho ya mitindo huko. Kwa hiyo lazima aende, ni kazi yake. Chiza alishangaa sana. Akamwambia wewe umemuondoa mfanyakazi, alafu sasa hivi unataka uondoke. Unategemea nani atamwangalia mtoto? Mrembo akasema hiyo sio kazi yake. Wakati anamlazimisha azae mtoto, alikuwa anajua mwenyewe atafanyaje. Yeye hakutaka mtoto, na hiyo ni kwa sababu anapenda kazi yake kuliko watoto. Kwa hiyo utajua mwenyewe. Mwamba akasema tulia hivyo hivyo, nitakuonyesha. Siku iliyofuata Genevieve alipokea simu kutoka ofisini kwake. Akaambiwa kwamba mume wake amewapigia simu, akawaambia kwamba Genevieve hawezi kusafiri kwa sasa hivi, na hiyo ni kwa sababu ana mtoto mdogo nyumbani. Kwa hiyo ofisi wakamtoa kwenye listi ya watu watakao kwenda South Africa. Genevieve ni kama alikuwa ametiwa pilipili. Akamwambia mume wake, unajiona nani vile? Kwa nini ukapiga simu kazini kwangu? Mwamba akasema mkataba wako unaniruhusu. Kama mume wako nina haki ya kuzuia baadhi ya majukumu yako kama yatakuwa yanaingiliana na mambo yangu ya familia. Kwa hiyo hakuna safari wala nini. Genevieve akasema anajuta kuolewa na wewe. Mwamba naye akamwambia hata mimi najuta pia, na haya makosa yote ni ya kwangu. Sikutakiwa kuchagua mtu kama wewe. Alafu akaondoka zake. Jamaa alivyorudi, Genevieve akasema anataka talaka. Hawezi tena kuendelea kukaa naye. Kunizuilia kazi zangu hapo ulikuwa umepitiliza. Lakini hakuishia hapo. Akaanza kutoa ya moyoni. Sio kwamba hapendi watoto, lakini hajui hata kulea huyo mtoto. Hajui anaanzia wapi. Kilio kikamwagika pale. Chiza akamuonea huruma mke wake, akamwambia usijali, tutajua cha kufanya. Swala la talaka likasahaulika. Siku iliyofuata Chiza akampigia simu Ekenem, akamuita nyumbani kwake. Lengo lilikuwa ni kumwomba radhi kwa jinsi ambavyo mke wake alimfukuza bila sababu ya msingi. Chiza akasema kwamba hamuelewi kabisa mke wake, yaani hataki kabisa kukaa na mtoto. Ekenem akaanza kumsimulia kwamba alikuwa na mtoto wake ambaye alikuwa na umri sawa na Anastasia. Siku moja alikuwa busy sana kwenye simu yake, akasahau kabisa kuangalia mtoto. Kwa bahati mbaya, mtoto alitambaa mpaka kwenye bwawa la kuogelea, akadumbukia humo. Alikuja kushtuka baadaye kabisa mtoto hamuoni, na alivyokwenda kuangalia mtoto alikuwa amefariki. Kwa hiyo akasema kwamba kama Genevieve akiwekeza muda wake kwa mtoto wake kama alivyowekeza kwenye kazi yake, basi atakuwa mama mzuri sana. Kumbe muda wote huo Genevieve alikuwa nyuma yao na wasikiliza. Akawaambia basi nifundishe. Kumbe Genevieve naye alikuwa na sababu zake kwa nini atakiwa karibu na mtoto. Zamani alikuwa na dada yake ambaye anaitwa Sylvia. Sylvia akapata mtoto ambaye alikuwa anaitwa Amara. Sylvia alikuwa anampenda sana mtoto wake kiasi kwamba huwezi kumtenganisha naye. Siku moja wakiwa nje, Sylvia akaingia ndani, lakini mtoto alikuwa amelala na haamki. Walimwamsha sana lakini hakuamka, kwa hiyo ikabidi wampeleke hospitali. Lakini kwa bahati mbaya walipofika wakawaambia mtoto alishafariki. Tangu siku hiyo Sylvia alibadilika sana. Mwanzoni alikuwa karibu sana na Genevieve, lakini baada ya hapo alibadilika, muda wote anajitenga. Na siku moja Genevieve akiingia ndani alimkuta Sylvia amejitundika na kamba, maana yake amejitoa uhai. Tangu siku hiyo alichukia sana watoto kwa sababu aliamini kwamba watoto ndio walisababisha dada yake kafariki. Chiza ilibidi amkumbatie tu mke wake kwa sababu haya yote hakuyajua. Kuanzia siku hiyo Ekenem akaanza kumfundisha Genevieve namna ya kumhudumia mtoto, kuanzia namna ya kumfunga pampers, akilia na mbembeleza vipi, ili mradi tu awe mama kamili. Maisha yalikuwa mazuri sana. Sasa leo Chiza alikuwa amekaa sebuleni na mke wake wanakula. Genevieve akapigiwa simu kutoka kazini kwake. Akaambiwa kwamba kuna maonyesho ya mitindo yanafanyika Marekani, New York. Ni maonyesho makubwa sana yanaitwa New York Fashion Week na wamemchagua na yeye ahudhurie. Genevieve alifurahi sana kwa sababu ni nafasi nzuri ya kukuza wigo kazi yake. Lakini zamu hii akawaambia haitawezekana. Ameamua kukaa nyumbani amlee mtoto wake pamoja na mume wake vizuri. Chiza hakuamini alichokisikia, lakini ndio hivyo, mke amebadilika. Sasa na hapa movie ndio inaishia. Movie inaitwa Ambitious Wife. Link ya movie nimekuwekea kwenye description. Sasa kwenye comments utaniambia unahisi baada ya kufunga ndoa inabidi chukue muda gani kabla kuanza kupata watoto. Usiache kulike na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu bila kusahau kubonyeza alama ya kengele ili kila ninapoweka movie mpya wewe uwe wa kwanza kuipata. Lakini pia usiache kuangalia video zetu zilizopita na zinazokuja. Mimi ni Samro sasa na hii ni The Scenes.